katika kanisa letu, mjisikie mpo nyumbani. Sisi huwa hatuko kidhehebu. Sisi sote ni ndugu. Hatuchagui dhehebu gani, tunashirikiana na madhehebu yote. Amen. Yaani huo ndio msahafu wetu. Sisi watu wote, ili mradi wanamtaja Mungu, ni ndugu zetu. Amen. Tunawakaribisha sana sana sana.
kujaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Amen. Amen. Tumemwelewa Mungu hapo kwa maneno yake? Unafikiri ni majaribu gani ambayo anazungumza Mungu hapa? Mungu anapozungumza hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye hawezi kumjaribu mtu. Anamaanisha nini? Lakini mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Pia lazima tujue tamaa hii anayozungumza Mungu ni ipi, ili tuweze kujua juu ya ujumbe huu. Mungu hamjaribu mtu, bali mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Amen. Biblia inasema kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 4 ule mstari wa 24 kwamba Mungu ni roho, na mwabuduo yeye inapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kumbe Mungu ni nani? Ni roho. Vipi sisi? Vipi sisi? Tuna roho lakini tuna nini? Tuna mwili. Sasa Mungu kama ni roho, anasema yeye hajaribiwi na maovu. Maovu tunayajua ni yapi? Yapo katika roho, yapo katika mwili. Yapo katika mwili. Anasema hajaribiwi na maovu kwa sababu maovu tunayoyafanya kila siku hayawezi kumjaribu Mungu. Sijui tunaelewa vizuri? Ni muda wa kwenda kanisani, unasikia kulala. Wangapi huwa inatokea? Asante sana. Nyinyi ni waaminifu sana. Yale ni maovu ya mtu. Lakini kule unakosikia kulala inakuwa ni mbadala wa Mungu. Wewe ukiwa hujui, anasema hata hilo haliwezi kumjaribu Mungu. Sema haleluya kubwa kwa Mungu aliye hai. Kama hilo haliwezi kumjaribu Mungu, na yeye amesema wala hana mpango wa kumjaribu mtu. Hapa Mungu anazungumza mambo ya rohoni, sio ya mwilini. Tunaelewa vizuri watumishi wa Mungu? Mwanadamu anaishi katika mazingira ya aina ngapi? Maisha ya rohoni na maisha ya mwilini. Maisha ya mwilini yanaweza kuonekana na jirani na kila mtu. Lakini vipi maisha ya rohoni? Jirani yako anaweza kuyaona maisha yako ya kiroho. Kile unachokiwaza ndani yako juu ya Mungu anaweza kuona? Hapana. Sasa tamaa anayozungumzia hapa kwamba kila mtu anajaribiwa na tamaa yake ni kila kitu ambacho umekirudisha katika mwili ukamwacha Mungu kama roho. Haleluya. Tuangalie sasa. Wakati watu walikuwa wanaimba hapa, kule kila mtu alikuwa na mawazo yake. Wengine wanasema nacheza kweli, si ndio? Wengine walikuwa wanatamani kusikia kinachoimbwa. Wengine walikuwa wanatamani wacheze step lakini hawa. Ni wakati gani ulitafakari ule ujumbe ambao umembeba Mungu, ukaanza kuwaza kwamba umeshasema nimesikia nini? Wangapi walifikiria wanachozungumza ni neno la Mungu wakati huo? Ninaweza nikauliza, kila mtu akanyosha mikono hapa. Lakini wengi walikuwa wanaangalia nini? Wangapi walikuwa wanaangalia step? Nione mkono juu.
Si unaona mikono hiyo? Step. Wangapi walikuwa wanafuatilia ujumbe? Watanyosha wengi. Wala hata wamenyosha wachache sana. Na Mungu awabariki. Tamaa ya mtu ni maisha ya mwilini. Unatamani nini? Vipi waliokuwa wanacheza na kuimba? Wakati unaimba, ulikuwa unaimba ukiwa una intention gani kwenye akili yako? Ninamtukuza Mungu au ninaimba waone nimeimba vizuri? Sijui tunaelewa namna hiyo. Amen. Ninaimba waone nimeimba. Mungu anasema watu hawa wananiheshimu kwa midomo, lakini huku ndani wako mbali na mimi. Mungu atusaidie sana. Mungu anaposema tamaa za mtu ndio zinamjaribu wala sio yeye, anamaanisha tuna value au tunaona thamani juu ya vile vitu vyetu vya kimwili. Sijui kama tumeelewa. Naweza nikawa nimesimama nafundisha hapa, labda nafundisha tu nimalize nikakae, watu watoe sadaka niende nyumbani. Sijui kama tumeelewa vizuri. Lakini kuna nia nyingine kwamba nafundisha na tamani waelewe, wajue, washike. Sijui unaelewa vizuri. Hii sio tamaa. Sijui kama unaelewa vizuri. Adam aliasi. Lakini kilichosababisha asi, Eva amesikiliza ushuhuda wa mchungaji wa uongo, akaliamini lile neno. Biblia inasema kala tunda. Kula tunda ni kusikiliza, lakini bii yake ni kutoka na kulipeleka lile neno. Unasikiliza neno, alafu unatoka unapeleka. Hawa au Eva alisikiliza. Baada ya kusikiliza akaona tamu. Biblia inasema akaona linatamaniwa kwa maarifa. Sijui tunaelewa vizuri watumishi wa Mungu. Akaona lile neno alilopokea linatamaniwa kwa maarifa mengi. Akasema iwezekani libaki kwangu peke yangu, ngoja nipeleke na kwa mtumishi wa Mungu Adamu. Akalipeleka lile neno. Adamu naye akafanya nini? Akapokea. Alipopokea, Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4, lakini ule mstari 3-4 anasema dhambi ni nini? Ni uasi. Adamu akaasi. Alianza katika roho, anarudi katika tamaa. Vipi mimi na wewe leo? Biblia inasema kila mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Wewe unatamani nini? Inawezekana ule umimi, nivae vizuri, niishi mahali pazuri, niwe na magari mengi mazuri, niwe na fedha nyingi. Ndipo jaribu lako lilipo hapo. Mungu atusaidie sana. Lakini yeye Mungu huyu anatuambia nini? Tupande pale juu kidogo kwenye ule mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 4. Biblia inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Amen. Amen. Anazungumza Yakobo. Yakobo wakati Yesu anaishi hakuwa anampenda Yesu. Kasome historia. Lakini Yakobo huyu alikuwa mdogo wake nani? Yesu. Baada ya Yesu kuzaliwa, hawa ndio waliofuata watoto wa Yusufu kwa Mariamu. Lakini wakati Yesu ameshamaliza kazi, anaondoka. Ameshaondoka, Yesu hayupo. Na ukumbuke Yakobo hakuwa mwanafunzi wa Yesu kabisa. Yakobo anakuja kulitia moyo kanisa. Anasema sikieni,
Furahini mnapoingia kwenye majaribu, kwa sababu kinachopimwa ni imani yenu. Haleluya! Furahi unapoingia kwenye majaribu, kwa sababu shetani, mtu akishalijua neno la Mungu, kwa nini hakuweza kumdanganya Adamu kwanza? Kwa nini akapita kichochoroni mpaka kwa Hawa? Alijua kwa Adamu ni ngoma nzito, hawezi kupenya kwa Adamu kwa ubongo wake. Lakini shetani alipitia kwenye udhaifu. Udhaifu wa Adamu ulikuwa ni Hawa. Haleluya! Ikiwa udhaifu wako upo kwenye mwili, unaliwa na maji, unakwenda na maji. Mungu atusaidie sana. Lakini ukimjua Mungu kama neno, ukafanana na Mungu, kwa maana yeye anasema yeye ni neno. Neno la Mungu likiingia ndani mwako, ina maana Mungu na Yesu wanafanya makao huku ndani, si ndivyo? Ukitembea katika mwili wanakuona ni Esther tu, lakini ndani kuna kiti cha enzi cha Mungu. Mungu amefanya makao hapo. Hakuna tamaa yoyote ambayo inaweza kukujaribu wewe, kwa sababu akitaka kujaribu, labda atamani kukuangusha mwili wako, aidha kwa magonjwa. Huwe huna nguvu ya kucheza zile step ngumu zile. Simeziona step hapo? Mamaye, unaziweza zile step? Sijui tumeelewa vizuri? Ameshakaa muda mrefu, anajaa huyu, anamfuata na mjaribu, anamwambia sikia, geuza mawe haya yawe mkate ule, wewe utakufa. Yesu kwa kulijua neno, alikuwa yuko connected na Mungu. Roho yake, ndani yake kulikuwa ni makao ya Mungu. Anamwambia sikia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Alafu unaletea wangapi wanapenda kitimoto hapa? Alafu ukaletewa kitimoto kimerostiwa na kachumbari nzuri kabisa. Wangapi wataka mfungo? Wanaogopa kunyosha, lakini moyoni ungetamani kizuri. Kipindi kile wakati nilikuwa hivi, jaribu lako sasa, ukiliona jaribu hilo, ujue ndo tamaa yako ilipo. Na anasema tamaa inazaa nini? Ikisha komaa inazaa nini? Mauti. Mauti. Sasa usije ukasema Mungu ananijaribu. Mungu hajaribiwi na maovu. Mungu atusaidie sana. Futa, Mungu hajaribiwi na maovu, lakini kinachokujaribu ni tamaa yako mwenyewe. Ni heri ungemtafuta Mungu kama neno, utoke sasa kwenye mwili, uende kwenye nini? Kwenye roho. Unafikaje kwenye roho? Yohana 6:63. Yesu alisema maneno haya ninayowaambia, mwili ndio unafanya nini? Mwili haufai kitu, lakini roho ndio itiayo uzima. Maneno haya ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Ukipata injili ya kweli ya Yesu Kristo, umepata roho. Amen. Haleluya. Ukipata injili ya kweli ya Yesu Kristo, umepata roho, umepata uzima. Hautajaribiwa na tamaa. Vya vitu vya kimwili vikija, unaviona ni kawaida tu, lakini focus yako ni namna gani nimjue Mungu ili niwe huru. Sisi tunaelewa vizuri. Yesu anawaambia wanafunzi, ninyi mkikaa kwenye neno langu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yesu alikuwa anatafuta wanafunzi, lakini anasema mtaifahamu
Lakini zamani kulikuwa kuna gazeti la Sani. Wangapi wanalijua hili? Gazeti la Sani tuko vingi. Lakini ukisoma gazeti la Sani na unatafuta ungeweka na toleo lingine hapa nimalizie. Tamaa ya mtu ndio inayomjaribu. Sikiliza nikwambie, mtumishi wa Mungu. Ni kweli tunaimba sana, ni kweli tunaomba sana, tunahubiri sana Injili, lakini tusipovuka kwenye mwili tukabaki na tamaa za kimwili, hatutaweza kumuona Mungu, kwa sababu Mungu hana mwili tulio nao. Sisi tunaelewa vizuri. Mungu hana mwili tulio nao. Mungu ni roho. Hapa anapotufundisha maneno yake, anataka transformation ifanyike. Watu tutoke kwenye mwili tuingie kwenye roho. Yaani tukiwa tunaimba, Mungu anasema ona mtoto wangu yule pale. Kwa sababu gani? Akiona ndani yako sheria za Mungu zimeandikwa kwenye vibao vya moyo wako. Akiangalia kwenye nia, anajiona yeye Mungu. Anasema hawa ni watu wangu na mimi ni Mungu wao. Hakuna chochote utakihitaji katika mwili hautakipokea. Kila kitu kwako utakuwa unaishi kama muujiza. Amen. Hautaomba sana, utaomba kidogo, utapokea sana. Amen. Haleluya. Sijui kama kuna mtu amenielewa hapa. Amen. Sijui kama mama umeelewa. Naomba nikuongezee na hii, alafu nimalize. Anasema hivi, ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Amen. Katafute wewe furaha yako kwenye mali, katafute furaha yako kwenye kila kitu unachokiona kinakuvutia. Alafu uje ushuhudie hapa, nilipata amani siku nzima na siku ya pili na siku ya tatu nikiwa na fedha nyingi. Mungu anasema yapendi kuhuzunisha wala kumtesa mtu. Ukiona unateseka katika maisha yako ya kimwili, tamaa yako iko kwenye mwili. Haleluya. Sijui kama kuna watu wanaelewa hapa. Sijui kama watu Injili inawafurahisha. Ukiona mambo ya mwili yanakubabaisha sana, tamaa yako iko kwenye mwili na ndipo jaribu lako lilipo. Lakini ashukuriwe huyu Mungu ambaye ni roho. Anasema namna hii, itoeni miili yenu iwe dhabihu, ndiyo ibada inayompendeza yeye Mungu. Hawezi kutoa mwili wako kuwa dhabihu kama kwanza tamaa hazijakata kwenye maisha yako. Tunaelewa vizuri. Kutoa mwili kama dhabihu, Mungu aone kweli ni dhabihu. Kama tamaa hazijakata, hauwezi kutoa huo mwili. Lakini yeye bado Mungu anasema, mnajaribiwa na tamaa zenu wenyewe, mimi sijaribiwaki na maovu. Inawezekana ukasema amina, lakini utaelewa. Mungu atusaidie sana. Hama kwenye mwili, nenda kwenye roho. Hata ukiwa nyumbani, mwambie Mungu, ninatamani nikujue wewe, ninatamani nimjue Yesu Kristo, ninatamani sheria zako zikae ndani yangu. Ukianza ile hatua, achai asubuhi, kabla ujani unasema Mungu, leo unazungumza na mimi nini? Unasikiliza maandiko, unasoma maandiko. Taratibu yale maandiko yanaanza kuondoa tamaa. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni roho, tamaa ziko kwenye mwili. Mungu anaziondoa zile tamaa ili ubaki kwenye roho. Wangapi wanaandika haya mahubiri hapa? Wanaandika nione mikono yao. Wengi wachache wanaandika, wengi hawaandiki. Kuna siku nitanunua madaftari niwape, ili siku ile msije kusingizia nilikosa 500 ya daftari. Sasa kama kweli unatamani utoke kwenye tamaa za mwili, na wewe
hupandiki haya. Unatokaje? Unatokaje? Wapendwa, hatuwezi kusamehewa dhambi na Mungu kama neno lake halikuandikwa ukutani. Hatuwezi. Hayo ni maandiko. Hatuwezi kuwa watu wa Mungu kama nia zetu bado ziko kwenye mwili, hatuna nia za Mungu. Biblia inasema maneno haya, ukisoma kwenye Mathayo 7:23. Siku ile ya mwisho watu watakuja, watamwambia Yesu, hatukufanya miujiza kwa jina lako, hatukutoa pepo kwa jina lako, si ndivyo? Si ndivyo? Lakini hatukutoa nabii kwa jina lako. Kumbe kazi zetu tunazozifanya, kama tujui mapenzi ya Mungu na kuyafanya, sisi si kitu. Ni neema ya Mungu bado inatubeba. Lakini Mungu akimaliza kazi, utasema mbona nilikuwa na sifu